This week mastaa kike wamekuja na fashion kali sana, wamevaa magauni yenye hadhi ya nyota 5, wametufungulia mwezi kwa fashion za kibabe zaidi. So hapa tunaangalia listi ya mastaa kike ambao wamevaa magauni mazuri zaidi yaliyo trends katika wiki hii. Bila kupoteza time, huyo ni Posh Queen ambaye kwa wiki hii amekuwa moto sana. Kwanza ameolewa ndani ya wiki hii, lakini pia kitu ambacho tumekienjoy zaidi kutoka kwake ni mavazi ambayo ameyavaa kwenye wiki hii. Hili vazi halipo kwenye listi, lakini tunaliangalia kwa sababu ilikuwa ni vazi alilovaa ndani ya wiki hii. Hii ilikuwa ni siku ambayo alivalishwa pete na mume wake. So alivaa fashion funny hivi za Kihindi, Indian style ambao unaiona hapo. So jana ndo akaja kulivaa hili shela. Kuna kitu chake ambacho alikuwa anakizindua. So shela hili ndo alilivaa, lakini unaweza kuona hapa baadaye alikuja kuweka video akiwa na mume wake ambaye mwenyewe anamtaja, anasema ni dalali mume wake, na hata alipoposti video aliandika proud Mrs. Dalali. Huyo jamaa sasa sijui ni anaitwa dalali au ana deal na mishe za udalali. So unaweza kuona namna ambavyo alivutia, alipendeza, makeup ilikuwa kali, lakini kitu kikubwa zaidi ni hili shela au hili gauni ambalo tunaliona hapa. Kwanza lilimfit kwa sababu Posh tunafahamu shape yake, hips zimesimama, na gauni siku zote inabidi hips zikae kidogo, na ndio maana hata watu wanatafuta kigodoro kuhakikisha kwamba shape inaonekana, wanakaa vizuri na gauni tunawafiti. Kwa hiyo Posh alifanya hivyo kina namna moja ama nyingine ili aweze kupendeza zaidi, lakini yeye hajaweka kigodoro, yeye ni shape yake hivi. So unaweza kuona high heels na hiyo ya juu, I don't know ilikuwa ina umuhimu gani. Sidhani kama ilikuwa imefit hapa kwenye hili share. Design hapa alituangusha kidogo, lakini gauni alipendeza kinoma, ila hiyo sijui ni nini ameweka juu. Nimeona kuna mtu akaandika mbona umevaa neti kichwani. So alipendeza kinoma, tumpe credits zake zote kwa kuvaa hilo shela ambalo limemuonyesha katika muonekano mzuri kabisa. So hili vazi ni la moto sana, limekuwa au limevaliwa siku ya jana tu baada ya kumtazama Posh. Sasa tutazame mpaka nafasi inayofuata. Fina pia ameingia kwenye listi. Yeye alikuwa na vazi fulani hivi amazing kinoma. Yani sijui design hii alifikiria nini kuiweka au stylish wake, kwa sababu Fina mara nyingi waga anasema anajivalisha mwenyewe. Yeye mwenyewe ni mnyama na mkali kweli linapokuja swala zima la fashion. So hapa pia kuna namna alitoka kitofauti kabisa, na alivaa hili vazi kwenye siku ya 40 ya mtoto wa Jux na Priscilla ambaye ilifanyika siku ya jana nyumbani kwa Jux. Kama ambavyo unaona hapa alikuwa na Diamond Platnumz na wengine wengi ambao walijitokeza kumsupport Jux. So na yeye alijipigilia bwana, alilipuka kweli na gauni lake ambao unaliona hapa. Of course ulikuwa ni mshono ambao umehusisha red, of course ni white, full white ambavyo unaona hapo. Of course kuna mpasuo kwa mbele, ni high heels, zilikuwa ni za kifashion zaidi. Sijui unazizingatia, sijui unaziona. Hebu ni zoom hapa, ni zoom uzione hizi high heels namna ambavyo zinaonekana, zilikuwa ni za kifashion zaidi, na wigi ilikuwa ni ndefu kweli. Kiufupi alipendeza sana na gauni lake ni kali. Unaweza kulivaa kwenye matukio yote, kwenye harusi, kwenye matukio ya kifashion, linaonekana vizuri. Na yeye lilimkaa zaidi Fina kwa sababu Fina ni mrefu, kwa hiyo urefu na gauni hili limeendana kinoma. I don't know, sifikiri mtu mfupi akivaa ataonekana vipi, lakini nadhani kwa warefu ndio itakuwa linaonekana vizuri kabisa. So watu ambao wanapenda kuvaa magauni ya kitofauti, hii ni fashion ambayo Fina ametuletea hapo, unaweza kupita nayo, imekaa vizuri kinoma. Kama unapenda kuenjoy kuvaa mavazi mazuri, unaweza ukapita nayo hii tip. So Fina ametisha kinoma, ameingia kwenye listi. Baada ya kumtazama Fina, tunamtazama Hamisa Mobeto ambaye yeye alikuwa na style ya tofauti kidogo. Nadhani alikuwa yupo kwenye tukio official. So alituvalia gauni la kitenge kama ambavyo unaliona hapo, akalivalia na shati kwa ndani. Hii ni style ya kipekee kwa sababu kuna wengine wanavaga t-shirt inakuwa na mikono mifupi, gauni nalo linaishia hapo kwenye mabega, lakini yeye akaamua kulivaa na shati. Nafu shati ni lenye rangi nyeupe na hili gauni ni blue fulani hivi, kwa hiyo blue na nyeupe hapo lazima uwake, lazima ungae. Yani ndio kitu ambacho waga anakizingatia sana Hamisa Mobeto. So aliwaka kinoma gauni lake kama ambavyo unaliona hapa. Picha hii nayo ipo ndani ya wiki hii ameipiga, na alikuwa kwenye tukio muhimu inaonekana, na ndio maana akavaa hivi, lakini bado alibaki kwenye fashion. Kitu ambacho kimenivutia zaidi, Hamisa hajasuka, of course amesuka, yani hajavaa wigi.
na ameenda kwenye tukio kama hilo, lakini bado ameonekana vizuri kabisa. Najua wengi wanapendaga kuvaa mawigi wakienda kwenye matukio kama haya. So hapa tunakuja kugundua kwamba Hamisa anajikubali, alafu ni mrembo kinoma noma, na ndio maana anaitwa kivutio cha taifa. Wa Bongo wa Tanzania wamempa cheo ili aendelee kuwakilisha kwenye fashion na hajawahi kuangusha kabisa. Hamisa ameingia kwenye list, tumemtazama, nadhani umeenjoy kuona gauni lake na vazi lake. Mwingine ambaye ameingia kwenye list ni dada yake Jux, anaitwa Fatma. Alikuwa na Priscilla Oyo, mke wa Jux. Of course hili lilikuwa ni vazi pia ambalo alivaa kwenye 40 ya mtoto Jux, yule Prince Rakim, ambaye ilifanyika nyumbani kwao. So alikuwa katika mtoko huu kama ambavyo unaona hapa, mtoko ambao wakiheshima zaidi. Hapa alikuwa na mama yake Priscilla wakienjoy. Unaweza kaona namna ambavyo mambo alikuwa anaenda. So unaenjoy kuona namna ambavyo wanapendana, namna ambavyo upendo upo katika familia. Ni kitu ambacho kinamfurahisha kila mmoja kuona kwamba ndugu wanaendelea kupendana na kuenjoy katika maisha yao. So nadhani umeenjoy pia kuliona vazi la dada yake Jux, Fatma, ambao limekaa hapo. Mwingine ambaye tunaenda kumtazama hapa anaingia kwenye listi ni Priscilla, mke wa Jux, ambaye alikuwa ni mwenye shughuli mwenyewe. Vazi hili pia alivaa siku ya jana na lilipost siku ya jana pia. Unaliona hapo ni Nigerian style ambayo amekuwa akivaa sana Priscilla. Mara nyingi waga anapenda kuvaa zile Nigerian style. Unajua utofauti wa Nigeria na Bongo. Nigeria wao wana nguo ambazo zinawatambulisha wao kama wao. Yaani akivaa tunajua kwamba hii ni Nigerian style, hii ni nguo ya aina gani. Kwa ndio kitu kikubwa zaidi ambacho wametupiga gap, lakini Priscilla alipendeza kinoma noma. Unaweza kuona gauni lake, lakini kitu ambacho nimekipenda zaidi hapo shingoni, aliamua kuvaa kitu ambacho kimeendana na vazi lake, lakini unaweza kuona pia eleni ziliendana na vazi. So designer pia apongezwe ambaye alimshonea au alimpatia hii nguo. Unaweza ukaona labda Chioma amemsaidia ku design hiki kitu, kwa sababu Chioma pia ni mtu ambaye ana design magauni na vitu vingine pia. Unaweza kaona namna ambavyo alipendeza na alionekana hapa akiwa na lemba lake na koba lake, aliwaka kinoma noma. Wa mwisho ambaye tumalizia listi siku leo ni Asma, mchekeshaji, ambaye yeye gauni lake lilikuwa simple sana, lakini nimependa namna ambavyo linaonekana. Yaani hili sidhani kama unaweza ukatumia gharama sana kuliandaa, lakini ni gauni kali sana. Ukiwa na shape ya aina yoyote unaweza ukavaa na likakupendeza. Ndio kitu ambacho kimenifanya nimweke kwenye list na ingie, kwa sababu gauni kali linavutia, na ukiwa katika mtoko wa aina yoyote ile linakukaa na linakutoa fit kabisa. So Asma, hii ndio sababu ambayo imemfanya ingie kwenye list hii, na amenivutia na ambavyo amependeza na ameonekana. So katika hii list ambayo tumewatazama, ni yupi ambaye amekuvutia zaidi? Yupi ambaye unaona ametisha na gauni lake ni kali zaidi kutoka kwa hawa mastaa, magauni makali ambayo yametrend ndani ya wiki hii?